Ndugu mzazi au mlezi, leo tutaenda kuona namna ya kuangalia matokeo kupitia shule ambayo anasoma mwanao. Jambo la kwanza kabisa, utatafuta kivinjari hiki ambacho ni Google Chrome. Baada ya hapo utaingia namna hii. Baada ya kuingia, utatakiwa uandike Mtaini Hub. Baada ya kuandika Mtaini Hub hapa, itafunguka namna hiyo. Utaenda eneo hili ambalo imeandikwa www.mtahini.com. Baada ya hapo utabonyeza kuingia moja kwa moja kwenye website. Ukifika hapo utaangalia eneo ambalo limeandikwa kama wewe ni mzazi. Hilo ndilo zungushia, ambalo hapo utaenda kipengele hiki ambacho kimesema ingia hapa. Baada ya ukibonyeza hapo, itakuruhusu kuingia moja kwa moja, lakini itakupa option ya kuingiza username na password. Sehemu ya username utaingiza username ya mtoto wako, jina la mwanzo, ambalo kwa namna namaanisha eneo hili hapa. Namaanisha eneo hili, na hapa utaingiza hiyo password. Baada ya hapo utaingiza hilo password kwa kuandika hilo jina la mwanafunzi, lakini na namba zile zinazofuata. Hakikisha jina la mwanafunzi ilipo kwa herufi ndogo zote, na namba zikiwa hakuna nafasi kati ya namba na jina. Lakini pia utakuja kuingiza password ambazo zinakuwa ni namba tu. Lakini pia itategemeana na shule, kama walikubadilishia na wakakupa zingine, basi utaingiza hizo ambazo umepewa na shule husika. Lakini unaweza ukawasha jicho ili kuona password unayoiandika. Kwa mfano, mimi naweza kuandika password hiyo, lakini hakikisha ni namba zinakuwa 6 ambazo zinatoka kwenye system. Na maanisha jicho ambalo unaweza kuwasha ni eneo hili hapa. Baada ya hapo ukishaingiza hizo password, nami ndaenda kuingiza za kwangu. Ndaenda kuingiza namna hiyo. Baada ya kuingiza nitabonyeza hiyo neno login. Baada ya hapo nitaona muonekano huu hapa. Hizi ni taarifa za mwanzo za matokeo ya mwanao na maendeleo ya ujumla. Utaona hapa kila mtihani amepanda grafu yake au inashuka. Utaona hapa mtihani kwa mfano wa annual 2025 midterm, utaona huyu mwanafunzi kama alikuwa anapanda anashuka, basi utaona namna hiyo. Lakini wewe, sehemu ambayo itahitajika kuingia ni sehemu hii ambayo ina mistari mitatu. Utabonyeza hapo. Baada ya kubonyeza, itakupa option 2 ambayo ni wa ripoti, lakini itakupa na homework. Eneo hili utaweza kuingia moja kwa moja kwenye ripoti kama unataka kutazama ripoti. Hapo utachagua darasa, utachagua mwaka, utachagua aina ya mtihani ambao unatakiwa kuangalia. Baada utabonyeza hiyo button iliyoandikwa view. Baada ya kuibonyeza hiyo button, utaweza kuona ripoti ya mwanao namna hii, na utaweza kuidownload papo hapo ripoti hii. Lakini mimi nataka niangalie mitihani iliyotumwa na shule kwa kupitia walimu wa masomo. Basi nitabonyeza tena hapo, ni baada ya kurudi nyuma, lakini nitakuja kuingia tena hapa eneo la homework. Baada ya kuingia hapo, nitabonyeza maandishi haya ambayo yameandikwa, lakini itategemeana na shule yenyewe imeandikaje eneo hilo. Basi utabonyeza. Ukishabonyeza unaweza ukadownload kwa kubonyeza, ukapreview kwa maana ya kuangalia, au ukabonyeza download hiyo mitihani. Mimi nita preview kwanza kwa kuona kwamba hii ni package ya mtihani ya maswali ambayo amepewa huyu mwanafunzi ambayo kwa hiyo tutaona hapa namna ambavyo inaonekana, lakini pia nitarudi kudownload. Hivyo ndio inavyokupasa mzazi uweze kuangalia kwenye system hii
kazi ambazo zimetumwa au kazi ambazo zimetumwa na walimu. Asante sana. Asante kwa kunisikiliza.